Yeah, pata quotation hapa inasema the best leader is one who serves his people. Yeah. Na manake kiongozi mzuri ni yule ambaye anatumikia watu wake. Kwa maneno mengine, tuko hapa tunajifunza ili tuongeze uwezo wetu wa kuwatumikia watu katika maeneo yao. Sasa labda swala la kwanza la kujiuliza ni kwamba uongozi ni nini? Maana kuna tafsiri nyingi ambazo tunaweza tukawa nazo. Lakini ni sawa kusema kwamba mtu anaweza akawa na kitu lakini ukimuuliza maana yake pia asiweze kujua sana. Sasa ziko debate nyingi sana ambazo zinazungumzwa kwenye masuala mazima ya uongozi. Moja ya debate kubwa sana duniani inauliza, je, kiongozi anazaliwa au anatengenezwa? Kuna ambao wanaamini kwamba kuna mtu anazaliwa akiwa na uongozi, kuna wengine wanaamini kwamba anatengenezwa, lakini wako ambao wanaamini kwamba ni mjumuisho yote mawili, kwamba unazaliwa lakini pia unaweza ukatengenezwa. Sasa ziko tafsiri za uongozi, lakini ziko tafsiri ambazo sio sahihi, ambazo nilikuwa nataka tuanze nazo kwanza. Kwamba kuna tafsiri ambazo mtu anaweza kawa nazo zikamzuia kufanya vizuri kwenye uongozi wake. Kwa kabla hatujaangalia pengine uongozi ni nini, uongozi sio nini, ili tusijikute tumebeba tafsiri ambazo zinaweza zikawa zimetukwamisha. Cha kwanza tafsiri sio sahihi ya kwanza ni kufikiri kwamba uongozi ni nafasi. Na tutakuja kuona baadaye kwamba uongozi ni zaidi ya nafasi. Kwa maneno mengine, kuna watu ambao wana nafasi na hawana sifa za kuwa viongozi, na kuna watu ambao wana sifa za uongozi hawajawahi kupata nafasi bado. Kwa hiyo nafasi peke yake haiwezi kumtengeneza mtu, kumfanya yeye aitwe kiongozi. Kwa maneno mengine, mtu anaweza akawa ana nafasi lakini bado akakosa sifa na uwezo wa kufanya au wa kuitwa kama ni kiongozi. Tafsiri nyingine ambayo sio sahihi ni kwamba uongozi ni kuamrisha wengine. Kuna watu wakishakuwa viongozi wanaamini kwamba kazi yangu mimi ni kutoa order, kutoa command. Kwa nikiamka asubuhi kazi yangu ni kumwambia fulani fanya hiki, usifanye hiki. Hiyo pia sio tafsiri sahihi ya uongozi. Uongozi ni zaidi ya hivyo, kwa sababu ukifanya hivyo peke yake haujajitosheleza kwenye swala zima la uongozi, kama ambavyo utaona pia tafsiri zake hapo baadaye. Ya tatu, uongozi ni kutumikiwa. Hii sio pia tafsiri sahihi. Kama ambavyo nilianza na ile quotation ambayo inasema kwamba kuongoza ni kuwatumikia watu wengine. Uongozi sio kutumikiwa. Uongozi ni kutumikia watu wengine, ni kujitoa kwa ajili ya watu wengine. Kwa hiyo mtu yote ambaye anaamini kwamba anataka kuwa kiongozi au nikifanikiwa kuwa kiongozi basi mimi nitakuwa natumikiwa, maana yake wewe tunasema tayari anapoteza ile sifa ya uongozi. Na mtu yote anayeingia na tafsiri hiyo, maana yake ni kwamba hawezi kujitoa sana kwenye mambo ambayo anaagizwa au anategemewa ayafanye. Na hiyo itamfanya afeli kwenye nafasi yake ya uongozi pia. Lakini nne ni kufikiri kwamba uongozi ni kwa ajili ya watu maalum. Kuna fikra ambayo ipo kwenye leadership theories au mawazo ya kiuongozi huwa wanaita great man theory. Great man theory ni kwamba kuna watu ambao wanaamini kwamba huku duniani kuna watu wamezaliwa wawe viongozi na wengine wamezaliwa watumikie viongozi. Sasa hii sio tafsiri sahihi, kwa sababu kila mtu ana uwezo ndani yake wa kumfanya aweze kuongoza katika nafasi au katika eneo ambalo amewekwa. Kwa hiyo yote katikati yetu ambaye atakubali kuitikia wito wa uongozi basi ana uwezo wa kuwa kiongozi kwenye nafasi yake ambayo ameitwa. Kwa hiyo sio kwamba kuna special people, kwamba kuna watu maalum wako mahali fulani au wenyewe ndio wanapaswa kuwa viongozi peke yao. Na ya tano ni kwamba, ambayo tafsiri sio sahihi, ni kwamba uongozi ni fursa ya kujipatia mali. Nafikiri na nyinyi wote ni mashahidi, tunapata shida sana sasa kwenye nchi zetu za Kiafrika, kwa sababu wako watu ambao wanaamini uongozi ni fursa ya kujichumia mali, ni fursa ya kujilimbikizia mali. Ndipo unasikia mtu amekuwa kiongozi akiondoka, kashfa zinakuwa nyingi, ametumia mali za umma vibaya au mali za taasisi vibaya, kwa sababu anapokuwa anaingia kwenye uongozi tafsiri yake inamwambia kwamba ukiwa kiongozi basi wewe unatakiwa upate zaidi au ule zaidi kuliko wengine. Matokeo yake ni nini? Wanadhoofisha utendaji wao na maono ambayo wanakuwa nayo katika taasisi husika. Kwa hizi sio tafsiri sahihi, na nilianza nazo ili tuziondoe kwanza, ili tunapoenda kuangalia tafsiri ambazo ni sahihi basi tujue tunakuwa na mtazamo gani. Sasa baada ya kujua hivyo, manake tunajiuliza swali, uongozi sasa ni nini? Kuna tafsiri mbalimbali. Tafsiri ya kwanza ya uongozi ni kutumia vipawa ulivyopewa na Mwenyezi Mungu kuboresha maisha ya wanadamu. Hii ni tafsiri ya kwanza. Mwenyezi Mungu ametupa vipawa mbalimbali. Kuna watu wana vipawa vya kuongoza. Kuna watu wana vipawa vya kufanya vitu mbalimbali. Vile vipawa vyote ambavyo Mwenyezi Mungu ametupa ndani yetu
tunapovitumia kuyafanya maisha ya wanadamu yawe marahisi, hapo tumekuwa viongozi kwenye maeneo yetu. Kwa maneno mengine, uongozi unaanza kwa kujitambua kwamba mimi ni nani, nina uwezo gani, na uwezo nilionao nawezaje kuutumia kwa watu wengine ili uwasaidie katika maisha yao. Kwa sababu kwa kanuni ya uumbaji ni kwamba Mwenyezi Mungu anapotuleta duniani anatupa uwezo ndani yetu, na ule uwezo sio kwa ajili yetu sisi, ni kwa ajili ya kutumikia watu wengine. Kwa hiyo ninapotambua vipawa vyangu nikaanza kuvitumia na kuboresha maisha ya watu wengine kupitia vipawa nilivyo navyo, manake sasa hapo nimeanza kwenye safari ya uongozi. Kwa swali la msingi la kujiuliza hapa ni kwamba wewe una kipawa gani ndani yako? Na kipawa kwa Kiingereza wanaita talent au gift. Ni uwezo wa kipekee ambao umewekwa ndani yako. Kuna vitu vingine wanahangaika kuvifanya, lakini wewe unavifanya kwa urahisi sana. Vile ndio vipawa vyako ulivyo navyo. Na hakuna mwanadamu ambaye yuko duniani ambaye hana kipawa chochote. Kwa sababu mtaji wa kwanza wa mwanadamu ni kipawa ambacho Mwenyezi Mungu amempatia. Kwa hata kama hajafanikiwa kwenda shule, kipawa kitakuwepo, kinaweza kumsaidia kufanikiwa huko duniani. Kwa hiyo lazima tujiulize, mimi kama kiongozi kwenye nafasi yangu, vipawa vyangu ni vipi? Vile vipawa na vitumiaje, sio kujinufaisha tu mimi, hapana, na vitumiaje kuboresha maisha ya watu wengine. Na kanuni ya maisha iko hivi, nikiweza kutumia vipawa vyangu vizuri kugusa maisha ya watu wengine watakuwa tayari kunilipa pesa kwa ajili ya vipawa vyangu. Ndio kanuni ya maisha ilivyo. Kwa nikivijua vipawa vyangu, nikavitumia vizuri, very automatic watu watakuwa tayari kulipa gharama ya mimi kugusa maisha yao kupitia vipawa vyangu. Kwa tafsiri ya kwanza ya uongozi ni kutumia vipawa ambavyo umepewa na Mwenyezi Mungu. Tafsiri ya pili, uongozi ni kujenga na kutumia ushawishi wako kwa ajili ya kuleta mabadiliko chanya katika jamii yako. Kwa ni kujenga na kuutumia ushawishi wako kwa ajili ya kuleta mabadiliko chanya katika jamii yako. Uongozi ni ushawishi. Leo kuna watu ambao hawajapigiwa kura, hawajateuliwa, lakini wanashawishi watu. Wengine wanashawishi watu tabia mbaya, wengine wanashawishi watu tabia nzuri. Tunaona kwa mfano kwenye mitandao ya kijamii, kuna watu wanafanya vitu ambavyo vya ovyo kabisa, lakini watu wanawaiga, watu wanafuatilia. Kwa nini? Amejenga na ameutumia ushawishi wake, ila ameutumia vibaya. Sasa kwa mimi kama kiongozi au wewe kama kiongozi, tafsiri ya kuwa kiongozi maana yake ni ujenge ushawishi wangu kwanza, alafu ni utumie ule ushawishi kwenye kufanya mambo ambayo ni mazuri katika jamii, mazuri kwenye taasisi. Kwa tukisema huyu ni kiongozi, maana yake tunajiuliza anashawishi mambo gani? Kama anashawishi mambo chanya, huyu tunasema ni kiongozi mzuri ambaye tunamhitaji. Na mtu yote ambaye anaweza kujenga ushawishi wake na kuutumia, basi yote tayari anakuwa ni kiongozi, kwa sababu watu wanamwangalia, wanamsikiliza, wanamfuata, kwa sababu tayari ana nguvu ya kufuatiliwa. Lakini tafsiri ya tatu, uongozi ni kutoa mchango kwa watu wanaokuzunguka hata kama hauna nafasi. Ni kutoa mchango wako kwa watu wanaokuzunguka. Kwa Kiingereza wanasema contribution to your society even when having no position. Unachangia nini kwa jamii yako? Unachangia nini kwa watu wako? Hivi watu watakuhesabu wewe ni nani? Huwa tunasema kwenye uongozi, kama watu wanakutaja tu kwa cheo chako bila kutaja mchango wako, maana yake wewe umepoteza uwezo wa kiongozi. Kwa sababu uongozi hautafsiri tu kwa nafasi, unatafsiri kwa mchango wako unaotoa kwa watu. Ndio maana kila mmoja wetu hapa akiondoka duniani, watu watatuzungumza kwa yale mambo tuliyoyafanya yaliyogusa maisha yao. Kwa hiyo uongozi maana yake ni kujiuliza, ni kitu gani, mchango gani ninaoutoa kwenye jamii yangu, jamii inayonizunguka, jamii ninayofanya nayo kazi, jamii ninayohudumia, ambayo huo mchango nikiutoa hata kama sina nafasi, lakini bado mchango wangu utaendelea kugusa maisha ya watu. Hiyo ndio maana ya uongozi. Kuna msemo mmoja wanasemaga kwamba politicians think of the next election and leaders think of the next generation. Kwamba wanasiasa wanafikiria uchaguzi unaofuata, viongozi wanafikiria kizazi kinachofuata. Kwa maana yake kiongozi maana yake ni kujiuliza kwamba ninachofanya leo kina mchango gani kwa kizazi changu cha kesho? Kinaboresha vipi watu ambao wanafuata baada yangu? Cha nne au tafsiri ya nne ni kwamba uongozi, hiyo tulisizungumza. Tafsiri ya tano ni kwamba uongozi ni kujitoa kuwatumikia wengine. Uongozi ni kujitoa kuwatumikia wengine. Wanasema leadership is sacrifice. Wito wa uongozi ni kufanya zaidi ya wengine. Wito wa uongozi ni kutumia muda mwingi zaidi ya wengine wanavyotumia katika jambo unalofanya.
ni kutumia rasilimali nyingi zaidi kuliko wengine wanavyozifanya, kutumia nguvu nyingi zaidi. Kwa uongozi sio wito wa kustarehe. Uongozi ni wito wa kujitoa zaidi, ni wito wa kujinyima mambo fulani binafsi ili wafaidishe watu wengine, ni wito wa kujinyima vitu fulani ili wengine wawe na maisha bora kuliko ambavyo wangekuwa nayo kama wewe usingekutoa mchango wako. Kwa maana yake uongozi nasema ni sacrifice, ni kujitoa maisha yako, ni kujitoa muda wako, ni kutoa rasilimali zako, ni kutoa nguvu zako kwa ajili ya kuwasaidia watu wengine. Na huo ndio mchango wa kiongozi ambao anaweza kufanya. Kwa hiyo kwa muhtasari ni kwamba tukizungumza uongozi tunazungumza ni uwezo wa mtu kugusa maisha ya watu kupitia vipaji vyake, kupitia uwezo wake na kupitia nafasi ambayo pia amepewa. Lakini kwenye uongozi watu tunasema kuna viwango vya uongozi. Sio kila mtu anaongoza kwenye kiwango kinachofanana. Kuna viwango 5 vya uongozi ambavyo mtu anavipitia.